Jonathan Kangalombo, ikiwamo Ejuke Abuya miwili japo alikuja kufunga, lakini vile vile na wao wenyewe pia walichangia Yanga kushinda, kwa sababu kwenye transition wakati wanapata mpira kwenda kushambulia, ukikabia kutokea chini, unaposhambulia unatakiwa uende kwa idadi kubwa. Basi muda mwingi alikuwa anaonekana ule namba 10 mgongoni anaitwa Abiudi Mtambuka peke yako, utafanya nini kwenda kwa kina Bakari Nondo Mwamnyeto? Utafanya nini? Kwa hiyo hao nao wamechangia. Yanga wamecheza vizuri, Songea United kwa kiwango chao wamecheza vizuri, lakini kwenye transition lazima wabadiliki. Siku wakiamua kucheza kwa kukabia chini, unaposhambulia kwa kushtukiza, basi hakikisha mnaenda kwa idadi ya kutosha, ndipo muweze kuambulia chochote. A good game naweza kusema, mechi ya kuvutia tofauti nilivyotarajiwa. Yanga wameshinda 2-0. Mechi za namna hii mara ya mwisho Yanga kushinda kwa mabao machache namna hii mimi sikumbuki kwa hivi karibuni. Wengi wanaoonea kwa mabao mengi tu. Fountain Gate walifungwa 5 katika ligi inazungumzia. Pamba walishakula 4, Tanzania Prisons 4, KMC 6, KMC 6, kuna timu nyingine Ken Gold walikula 6. Hasa Songea United timu ya 8 kwenye championship inafungwa 2-0 uwanja wa KMC Complex ambako boli linatembea kwenye uwanja wa Mstahiki Meya Mnyonge Songoro. Mimi nawasifu Songea United japokuwa wamefungwa, na msifu Melody kwa kujua namna gani unacheza na timu ambayo inacheza kimbinu zaidi kwa kukabia chini, na kikosi ambacho kina wachezaji kadhaa kikosi cha kwanza hawamo kikosini. Okay, labda kwa ufupi Yanga wanaelekea Tabora ambako walipoteza mbele ya Tabora mechi iliyopita. Unahisi labda ni mchezo wa namna gani kwa kweli ukiangalia? Unanichomekea tulikubaliana bwana kwamba Tabora mpaka itakapokaribia. Anyway, basi tujibu tu kwa ujumla tu kwamba mechi bado itakuwa ya kuvutia kwenye makaratasi. Labda wachezaji ndio watuangushe sisi tunaofuatilia ligi kuu uwanjani. Nasema ya kuvutia kwa sababu gani? Yanga msimu miongoni mwa timu ambayo imeitibulia Yanga performance yake 100% ikawa 87.87 ni pamoja na Tabora United. Kwenye uwanja wa Chamazi Complex Yanga walimiliki mpira 81%. Yanga walipiga mashuti mengi lakini mechi nzima wakafa 3-1, wakati Tabora United walipiga mashuti 4 tu kati ya hayo. Mashuti 4 ya kulenga shabaha, samahani. Niliposema mashuti 4 ya kulenga shabaha, alafu wakashinda 3-1. Maana katika 4 walikosa 1, matatu yote kamba. Man of the match kwa siku ile, sijui kama ndo alitangazwa nimesahau, lakini man of the match kwa mechi ile alibeba ni Ofenchikola kama tunakumbuka vizuri. Sasa wanakwenda kukutana na Tabora ambayo tayari ina rekodi ya kuidhuru Yanga Chamazi, ambako Yanga ilikuwa ndio uwanja wake wa nyumbani. Tabora anakutana na Yanga ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara ndio timu inaongoza kwa mashambulizi mengi zaidi, imepiga mashuti 262, mashuti 143 melenga lango, wamefunga mabao 58. Goals conversion rate, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ya Yanga ni 22%. Yanga yenye hasira, inakwenda kucheza na Tabora United ambayo ishajua jinsi ya kuifunga Yanga, kwamba achana na kupishana nao kuhusu kumiliki mpira. Waachie, kwa sababu huwezi kupishana nao. Katikati wanakamata wao. Watakuwa na Khalid Aucho Doctor. Leo ni miongoni mwa wale ambao hawakuepo. Watakuwa na Mudathi Abbas. Watakuwa na Juka Abuya bado yupo. Wana Peudo Pacome Zouzoua. Wana Stefan Azizki. Wana Maxim Pia Zengeli. Prince Pumelo Dube. Clement Mzize Walid ambaye ashapiga mashuti 39. Kati ya hayo amefunga Mzize mabao 10. Ana assist 3. Atakuepo. Basi unapocheza kwenye uwanja wako wa Ali Hassan Mwinyi, maana umefunguliwa, si ndio? Matarajio ni kwamba wataendeleza kile walichokifanya Chamazi. Walifanyaje Chamazi? Wao waliamua kuwa timu ya pili, lakini wana wachezaji bora kina Nelson Munganga, kina Andy Bikoko, wakiwa nyuma zaidi washambulie kwa kushtukiza. Bila shaka Melody atakuja na majawabu ambayo Miguel Gamondi alikosa majawabu dhidi ya Tabora United katika mechi ambayo Yanga miongoni mwa mabao waliofungwa ilikuwa kwenye transition. Wao wametoka kushambulia, wakapata mkwaju wa penalty. Stefan Aziziki akaenda kupiga, kakosa. Ilikuwa imedakwa kama sikusei na Hussein Masalanga ambaye hayupo hivi sasa, sio? Si ndio? Hayupo, yupo Singida Black Stars. Mpira alipoudaka tu kageuzwa ukaenda kwa bao kwa Yanga. Manake Yanga wakishambulia mpaka mabeki wao wakati wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, ambayo inawafanya wakati mwingine wapinzani wawadhuru wanapokuwa na viberenge vya uhakika kama Ofenchikola, kama Emmanuel Chigozie, yule beki tatu ambaye alishiriki katika ujenzi wa mashambulizi katika siku ile. Basi bila shaka watafanyia kazi ili waambulie chochote, kwa sababu wanakutana na Yanga iliyo bora. Wakiwafunga tena wanazidi kuwaonyesha kwamba wao wazee wa asali
Nyuki hawakumbatiwi, basi tuone kwamba wakumbatiwi, nyuki sijabusiwi. Lakini anyway, hayo ni maneno ya kishabiki, lakini tunatarajia itakuwa mchezo mzuri katika ligi miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika. Ligi namba 6 kwa ubora ina pointi 72.5, ya juu yake Tunisia ina pointi 82.5. Simba Mnyama kimtoa Al Masry tunaongeza tena pointi zinakuwa 77.5. Miongoni mwa mechi za kuvutia inatarajiwa ni pamoja na hii, kwa sababu Tabora United inachukuliwa poa kwenye majina, lakini ukiangalia rasilimali watu walionao, wachezaji walionao, wengi wamesha prove katika maeneo kadhaa kwamba wao ni wachezaji bora, wanaweza kufanya lolote alimradi tu wakiwa wameandaliwa vyema kisaikolojia nje ya uwanja. Tabora United wakiandaliwa vizuri, masuala ya mabonasi manini, support wanaipata kwa mkuu wa mkoa wao, bila shaka tutarajie mechi nzuri. Okay, kombe la shirikisho barani Afrika mnyama Simba ndio wanawakilisha. Unaona aige na mbinu zipi Simba ili mchezo ule asiweze kupoteza? Tunapause afu tuanze tena. Hebu stop kwanza, afu tuanze tena. Okay, sasa.